ni ukosefu wa utu. Kila mtu anastahili heshima bila kujali hali yake. Tuchague kuwa watu wa huruma na upendo. Ulemavu sio udhaifu. Na mimi nasema kwamba tangulini msikilizaji ama tangulini mwende ukaona mlemavu ni mdhaifu. Mlemavu si mdhaifu. Hata methali yenyewe imesema. Anaamka asubuhi, anajiogesha, anatembea barabarani, haogopi mtu. Tangulini mlemavu akawa mdhaifu. Mimi hii nataka niwakomeshe. Niwakomeshe watu fulani hivi ambao wamekuwa pale mtandaoni, wamekuwa kazi yao ni kuingilia walemavu. Kabisa. Swala la kuingilia ambaye alikuwa ni mtoto wa Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa aliyekuwa prime minister ambaye ni mwenda zake sasa hivi, hayati prime minister Raila Amolo Odinga, mtoto wake ambaye ni Raila Junior. Swala la kuhuzunisha sana kuona kwamba mtu ambaye ni mlemavu ambaye alikuwa ni si mlemavu hivi. Ule ni ugonjwa tu. Ni ugonjwa kidogo. Ni ugonjwa tu. So people wakawa sasa wana post pale video akimfuatizia vile ako vile mdomo wake na nini. Si vyema. Swala ambalo linihuzunisha sana. Na tutoke tu kidogo kwa Raila, mtoto Raila Junior. Wacha tuzame pale kijijini, pale mtaani pale. Pale mtaani kwetu. Ni mimi kama presenter Patience Samba, I have witnessed a lot of people wako wanafanya vituko sana. Unaona mtu amekalishwa pale barabarani waomba, alafu pia wakati pale barabarani waigiza kama wewe ni mlemavu. Wataka upate pesa in the name of nataka sio mlemavu anapata pesa kila siku. Basi hapa mimi nikae nipate hiyo pesa. Mwende tunawaambia nini hawa watu leo? Unajua Patience, si mara ya kwanza, si mara ya pili, na si mara ya mwisho. Jambo hili limekuwa likitendeka jambo hili la ulemavu. Ni kwamba watu wamezoea hili jambo. Watu wengi ni walemavu na tujui, wengine sijui wanajifanya. Nakumbuka kuna hii story ilitokea pale Bombolulu. Huyu kijana ni kijana mdogo, ukimwangalia ni kijana wa miaka 10, miaka 12 hapo. Apiti hapo. Huyo kijana sasa alikuja na ile ya walemavu, yuko pale sokoni, amejieka hizo socks, amekunja miguu. Sasa sijui mwanamume mmoja aliyekuwa akiendesha gari lake akipita, basi akasema mbona huyu kijana nishemuona mali akitembea. Yule mwanamume badala ya kumsaidia yeye akashuka kwa gari. Baada ya kushuka kwa gari akaangalia yule kijana, akamwambia kijana, sina kujua jina lako ni fulani. Akamwambia la, yule kijana akajifanya kabisa si yeye. Sasa unaona vile huyo mtu anaendelea kuongea yule kijana, watu wamekusanyika pamoja. Si unajua tu wanadamu ni wanadamu, wanapenda umbea. Kweli. Sasa wakajikusanya pale, sasa yule kijana akaambiwa ajiinue kwa kile kiti, atoke pale asimame. Sasa na alikuwa na mwingine naye basi alikuwa anamsukuma. Basi yule kijana kakata kabisa, wale watu wakamuinua. Basi wakapata ni kijana mzima, hata ana lolote, yani imagine miguu yote, hata siwezi sema eti kuna shida. Hakuna shida lolote pale. Sasa ukiangalia ile kijana alikuwa mzima. Basi akaulizwa, sasa nawe mwenye alikuwa yamsukuma, ni nini walikuwa wanatafuta pale sokoni? Sasa Patience, kama wewe una miguu zako mbili, una mikono, uko na akili timamu, mbona usiende kutafuta pesa, ukafanye kazi na mikono yako? Pesa za mikono yako unajua ni muhimu sana. Na ni tamu. Ni kweli. Mimi ni ushangaa sana. Kuna wakati pia I witnessed the same thing. Ilikuwa wapi? Ilikuwa kama si Mwembeni hapo Mvita. You see, mama ametoka nyumbani, amevalia dera lake la kuchaka kabisa. Akajikalisha hapo mtaani barabarani, eti yasema kwamba ni mlemavu. So people have been witnessing this. Mapolisi wanakuja, wanatoa ile kupita, wanatoa pesa, wale watu wa mtaani wanatoa pesa. Ikakaa hivyo, but kuna siku za 40 za mwezi, siku za mwezi ni 40. Imagine huyu mwanamke hiyo siku ilikuwa imefika, mpaka alitolewa kwenye vyombo vya habari. I remember that time huyo mwanamke alikuwa amevalia dera nzuri kabisa na alikuwa amesuka. Sasa hawa watu walikuwa wanapita, ni mwanamke mwenzake ambaye alimuona, akamuuliza, anamjua, akamuuliza jamani mamake fulani wafanya nini huku? Akamwambia sio mimi ni mlemavu, mbele ya watu wote wamejaa. Akamuuliza mimi nimekaa hapa maana yake mimi ni mlemavu. Kamba toba ya Rabbi, wanaposema Islam jamani, astaghfirullah jamani. Makubwa kwa mlemavu jamani. Basi acha nikwambie before uendelee, hakuna kitu mbaya kama kujifanya na unapata rafiki yako iwakupata kwa ile situation. Jambo mbaya sana unajifeeling yani
imeisha. Aibu. Watu walijezana hapa mama. Watu walianza kupiga manduru kusema tu mwanamke tumetoa pesa zetu mingi kumchangia hapa. Kila siku tukipita tunatoa 10 20 50. Hiyo pesa yote imeenda naye wapi? Imagine alibile ashukue na polisi. Kwanza alikataa kuamka kabisa. Ilikuwa sasa ni kesi paka polisi waitwe, walikuja wakambeba hobla wakampeleka kwa gari. Hii ilikuwa ile sasa watu wamechukua TikTok videos. Ilikuwa ni mtu anatengeneza sasa content creation, kwa sababu ilikuwa ni funzo kwa wanadamu kwamba usizoee kuiga walemavu. Hakuna siku mlemavu ni mdhaifu. Ile kutoka pale barabarani kuomba sisi ni mdhaifu haimaanishi kwamba ile mwanadamu kuketi pale mtaani akitafuta ni mdhaifu. He or she is not mdhaifu. Ni ile hali maybe ya kukosa ile mtu kumhudumia, unaelewa? Maybe anatafuta maybe pesa ya kukula hana, maybe hana pesa ya kutafuta maybe ya kufulia nguo, mtu kumfulia. So anabidi atoke nyumbani kwake asukume paka pale atafute ile kibali cha kufanya kupata chakula. So huyu mtu umetoka pale ukiwa mzima, ukiwa na miguu, ukiwa na kichwa, ukiwa na kila kitu, umeenda kukaa pale chini unangoja uchangiwe. Unataka nini? You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.